Kwa heshima kubwa nimewiwa kumaliza tafakari fupi ndani ya misa kwa kile ambacho kundi linatafakari pamoja: uongozi. The change makers, unahitaji uongozi. The change makers, they are not in vacuum. They must be in a place. They must exist amongst the people. They must be in our midst. For a leader to be a leader, he or she must exist between, among, and in the midst of others. So we need leaders. But what does it take to have the leadership skills? Kuna viongozi hapa, na sio kwamba wamefika, hawajafika Yerusalemu, bado wanatafuta, bado wanapanda. Kuna wakati ndugu yangu mmoja aliniambia kwamba father, wakati huo bado nipo seminari nadhani, nilikuwa nishakuwa padri. Akaniambia, padri, what would you want to be? Maswali ambayo tumeulizwa hapa nyeti sana. Akasema upadri. Akaniambia no. Why don't you aspire to be the bishop? Why do you limit yourself? Akasema sisi katika imani ya Katoliki huwezi kuaspire kuwa askofu. Askofu anateuliwa kati ya wale ambao ni wazuri zaidi. Asema that is the issue. Kwamba you limit yourself, unasema kwamba huwezi kuwa askofu. Why? Kwani askofu wanatoka wapi? You must live well to be askofu. Hata kama hautateuliwa, mwambie Mungu asante. Hata kama sitakuwa CEO wa IBM, lakini nitakuwa nimebadilisha ile kampuni ambayo nitakuwa nimeanzisha hapa ikafidia kule IBM. Mwambie Mungu asante. Akanifungua sikio kwa hilo, kwamba manake mimi tayari nilikuwa nishasema kwamba bana siwezi kawa askofu. Na hilo nimelifundisha hapa tena, linajirudia. So we need leaders who will rise to the occasion. We need CEOs who will be the best examples that we can ever think about. We need the managers. By the way, wanasema Europa saizi, actually they don't need leaders. They need managers. You know, you can push the limit that now you only need people who can manage all that you have and manage it well. That's the difference. Manage it well. So most of the prime ministers and presidents of the developed world, they are the best astute managers of our times. Although they are not the best of the best, but they go there knowing that kwamba mimi nimeitwa kwa wito wa kuweza kulinda rasilimali ya nchi hii isije ikapotea. And I dare to say, Africa, we still need good leaders. Leaders who will inspire the young people like you. Like what we've had at the pulpit. Tip of the word. For me, this is a leader. For me, huyu ndiye ananipa moto, joto la kuamka na kusema kwamba why haven't I made it in life? That's a leader. That's the person I need. So, kuna issue kubwa. What is leadership? What is leadership? Hili kama kongamano letu
tafakari juu ya uongozi bora. Wewe kama kiongozi bora, wewe kama mwanachuo ambaye unatarajia kutoka na uwe kiongozi bora, wewe kama mwanachuo unayetoka na unataka uwe chemichemi ya vitu vyema vya baadaye kutoka katika shina la kwenu ukipandisha juu. We need leaders. Don't we hear this cry everywhere? Don't we hear this? From the religious groups, from the social orders, from the industrialists, and more so from the political realms. We hear it everywhere. Bado Afrika tunahitaji viongozi watakao nyanyua watu wao wakawe kile walichopangiwa na Mwenyezi Mungu. Na ole wenu mtoke hapa muwe vuguvugu. Ole wenu. You've been given the power, the enthusiasm, the agility to pronounce what you believe in. Na sio mara ya kwanza. Manake pia leadership huwezi ukajifunza mara ya kwanza ukasema kwamba I've gotten it, nimeipata. Angalia akina pia hapa bado wanatafuta, akina wote walimu wenu bado wanatafuta. They're still seeking to be better. Hata kwenye makampuni yao, they want to be the top echelon of that society. They still want to be. Why don't we think of these walimus who are the CEOs of the Vodas and the whatevers? They're going, they're rising. Anaposema arise, na yeye pia anajiambia kuwa arise. Hapo ulipofika bado. Arise, Father. Arise, uweze kuleta mabadiliko katika kanisa lako. Usiwe content na kuwa padri tu. Badilisha mazingira ya watu, ili unapokwenda juu uende na malaika wengi, watu wanaosema kwamba we believed in him, we listened to him, we followed him, na sasa tumekuja pamoja naye. He was our leader. Those are the leaders we want. So give us leaders. Wanafunzi wa vyuo, nachosema hapa ni kwamba give us the leaders we want. Tupeni hao viongozi tunaohitaji. If you don't give us those leaders, then all the energy, the expressions of the word are futile, in futility. They are in futility. The word of God must shake you up so that you wake up and move. You must be a mover. Shakers and movers ni program moja ilikuwa inatusisimua sana kule Kenya. Shakers and movers. People who have done little things and they have become mountain in a society. James Mwangi is one of them. Whoever would think of Equity and all the empires of building a small bank to be the bank that is now roaring, kama the eagle, the great eagle in Africa, is that man. Not a mzungu. Mwenzetu. And then he began something that is bigger than what we could imagine. The flying wings. Flying wings ni kwamba aliweka vijana wake, sio vijana kutoka katika kabila lake, vijana wake wa Kenya, kutoka pembe zote za Kenya, maskini ambao ndoto zao zilikuwa zinadidimishwa na system, akawapa bawa za kutembelea. And they are in the universities zenye alikuwa anatuambia, Yale, call it the best universities. These guys have gone to those universities. For what? He is mentoring leaders
future leaders. Na ndiyo nadhani lengo letu hapa ni hilo. The Flying Wings imebadilisha maisha na taswira ya vijana ambao walikuwa wanaona kwamba ni watoto wa matajiri tu ndio watakuwa sehemu fulani. Imebadilisha. It changed. There's nothing that we can ever think about kuliko mabadiliko ambayo James Mwangi ameleta katika jamii ya watu maskini, kwamba unalipiwa kila kitu, whether you are going to Harvard, whether you are going to Yale, whether you are going to Oxford, whether you are going to call that universities you want, the University of Paris, yote mradi useme kwamba nikimaliza sitaki kubaki kule, narudi kubadilisha Kenya. Sema nibadilishe Tanzania. But you can change it from here, from the University of Dar es Salaam, kama jinsi wanavyofanya. Haya mengine yatakuwa ni ya ziada. Utatembea. Those will be to fill in the gaps ambazo zipo, to be competitive, lakini utakuwa umepata msingi thabiti wa kuweza kufly anywhere you want. So leaders, where do we manufacture leaders from? Here. Hapa nimeona ma leaders wanakuwa manufactured. Hapa wapo. Yote ni leaders. Ukichukua hilo, that sword, umepewa sword to fight your way up. Na umepewa ngao. Ngao uliopewa ni kuzuia wale wanaotaka kukufifisha. Zuia. As you go, hebu kuwa na hiyo ngao. You will be shielding yourself, lakini huku you are propelling, you are soaring. You are soaring like an eagle. Katika hiyo ngao, iwe ni neno la Mungu lipo ndani ya ngao hilo. Amina. Usisahau neno la Mungu. Usisahau kanisa lilokupa nafasi ya kupata neno hilo. So what's leadership? Where are leaders? Haya ni maswali ambayo nilikuwa najiuliza. What is leadership? Where are leaders? How do we identify them? Hapa nimeona ndugu yangu alikuwa anajaribu ku-identify leaders. Lakini nasema mimi sote we can get into your puzzle ya leaders. We can all be leaders. Not of the same capacity. No. We will be leaders in different capacities, different realms. Lakini let us be leaders, for that is the purpose of being here. We will. Tutakuwa. Viongozi tutakuwa. After we identify you, we mold you. Tunakufinyanga. Naye Mungu anatufinyanga pamoja. Kwanza yeye ndiye anaanza kukufinyanga ili sisi tukujue, tukutambue. Mungu tayari kashakufinyanga. Anakuleta karibu hapa ili uweze kupata bawa ya kuanza kutembelea, kurukia. But can we develop leaders? Can we develop leadership skills? Can we develop leadership qualities other than those natural leadership? Kuna watu kwa kweli walipewa tangia wazaliwe na walizitambua mapema. Amina. Lakini kuna baadhi yetu baada ya kuweza kupewa etensel. Etensel niliwaambia juzi kwamba ni ule mshumaa unaowaka. Wewe umekuja kuchukua mshumaa ili uweze kujua position yako, kwamba you are a leader who had been denied the chance, na sasa una nafasi ya kuweza kupop up. We are popping you up. Uwe mshirikishi katika uongozi. Kuna wale tunawaita, jina lenu unajua huwa linatumika sana kwenye masuala ya leadership. We have charismatic leaders. Charismatic leaders. Yani ni kama wanawaambia nyinyi wa charismatic lazima muwe leaders.
Because you've got the enthusiasm. You've got the energy. The oomph. Oomph is the energy yenye uwezo ukaiona. Lakini yule simba anapokuwa sasa anataka kukuvamia, there is that oomph that is in you. Hiyo ndio inatoka sasa, unakimbia kuliko simba. That's the oomph that you need. That's the energy that you need. Lakini Mungu amewafanya wengine wakaipokea mapema kutoka katika uzao. Niwaambie story moja tu kidogo, kwa sababu hii imefanyika juzi, kwamba sisi upande wa kwetu kumekuwa na kiongozi mmoja ambaye tulikuwa tunaamini kwamba yeye alipewa charisma tangu azaliwe. Ndio huyu amekufa juzi, hayati Raila Amolo Odinga. Amepambania nchi yake bila ya kutaka, alitaka uongozi kabisa. Na alikuwa anashinda. Kuna wakati alikuwa anashinda, lakini inapokonywa. Akitoka pale anakuwa na truce. Truce is what? The peace. Truce. Anakuja anashika mkono. Those are the famous handshakes. Zenye tunasema kwamba kama ukiona kwamba utaleta vurugu kama kiongozi, go to your opponent. Biblia inasema kwamba when a king finds out kwamba hawezi kupambana na jeshi la watu 20, yeye na jeshi la watu 5,000, akakuta kwamba yule mwanajeshi, yule mfalme mwingine ana jeshi la watu 20, wanasemaje? Anaenda anamshika mkono, asema tuwe na amani. So that's the kind of leaders that we would need, even in our current situation. We need leaders, charismatic as they may be, but people who can walk to their enemies na anaweka mkono, anasema, my brother, let's have a truce. Let's have peace. For the sake of this nation is bigger than all of us combined together. All of us combined. The nation we live in is bigger. This world we live in is bigger than Trump, bigger than any of these fellas we talk about every day on our tanks. But it needs the leadership. A leader who understands that God has created this world not in void. Ikaliwe na watu, sio kuangamiza watu. If you angamiza watu, whom will you be a leader to? You have nobody. Kwa hivyo, hayo yote lazima sisi tunao waachia nafasi. We are leaving a stage for you. Young men, we are leaving a stage for you. A few years ago, I was of your age. And a few years ago, my elder brother was just as I am now. Na bado nilikuwa naona kwamba bado ana miaka mingi. These numbers, hizi miaka 70, 80, they are very short. Na ndio sababu mmepewa miaka 10, a lifespan of making it better. 10, you've been given a promise. You've been given a covenant. Miaka 10 ikitan, hao wote tunaona kama viongozi ambao watabadilisha taswira ya familia zao, taswira ya jamii, taswira ya mashule walikotoka. Hata kama shule yako ilikuwa na aina mwalimu wa sayansi, utakuwa una uwezo kama jinsi alivyotuambia ndugu yetu kwamba hiyo shule ndani ya miaka 10, kama sio 10, miaka atakazojaliwa, basi hiyo shule iwe kati ya shule bora Tanzania mzima. That's a dream. It's a good dream. It's a wonderful dream. That's where we want to go as Africans. Amen. Amen. Do not be content. Ukalaza kwamba we have reached. Ukaangalia kwamba mna nyumba sijui Manzese. Utaachiwa nyumba ya Manzese. That house in Manzese will only give you 100 million. You are bigger than 100 million. You are more smarter than 100 million. Na hiyo 100 million, muna karibu siblings wangapi? 5. Wanahitaji hiyo milioni 100.
you start fighting for it. You have finished. You're done. Your dream can be bigger than that 100 million. Nimesoma kutoka katika mafundisho haya. Your dream is bigger than that 100 million. Sasa, how do we define leadership? Who are good leaders? Na nimewaita excellent leaders. Na hii, kila mmoja wetu anachukua a leaf from it. Excellent leaders. One who not only accepts ideas, but goes out of his or her way to encourage others. Ideas zitakuja ideas nyingi. Accept them, sieve them through, sift. Lakini uwe mtu ambaye unaweza ukakubali yale wengine wametoa kama ideas. That will grow you up. That's an excellent leader. Nimefundishwa alivyosema kwamba saa zingine kwenye vikao vyao mtu anakuja anaanza na the bad leaders. No. Baba, nimeanza na good leaders. Those who inspire me to be what I want to be. Those are the leaders I want to talk about. Somebody who listened to my idea na akaona kwamba ni kweli mashinani hajafika pale, but he has an idea. And his idea might be noble, might be greater than even the idea that kiongozi wangu anayo. So once aka-circumvent that idea na kuileta ndani ya uwezo wake, because he's got the power to transform that idea from that smallness to a bigger thing. Mbona huwa mnapatia nini? Maprofesa wenu my ideas, don't you? So maprofesa wenu wanapata ideas kutoka kwenu. Kutoka kwa mwanafunzi. Those are where the ideas. And that's how they do the researches that they do. Because they've got all the collections of ideas. In fact, the richest people, hao wenye baba ulikuwa unasema wanaenda makaburini bila kuandika vitabu. I would blame professors and doctors ambao baada ya kukusanya haya yote, kanuti sijui kama wewe ni professor, basi I hope I'm not shambulating you. But I know that you write books. They go to the graves without writing things to leave to others. Ulisema kwamba that is the biggest deficiency that we have. Umecollect ideas kutoka kwa wanafunzi, kutoka kwa research papers, lakini wewe hujaacha chochote nyuma. Tutakuwa tunasoma kwenye epitaph yako. Epitaph is the tombstone. Ile msalaba, kama inaandikwa msalaba, imechorwa tu pale, that's your epitaph. Inaandikwa Professor Joseph, yote majina yapo. Professor. But you've gone empty. That's why Miles Monroe, I think in his book, say kwamba I want to go to the Mecca empty. Empty. Sema empty. I want to go empty. Yani nimefulia. I've given all. I've done it all. Na kweli alienda empty. He went empty. Na it was a sudden death kwenye ndege. He couldn't plan for it. But he had already known that his destiny is already written. Ni wangapi marafiki wa Monroe? How many people read about him? Or even just meditate about him? It's one of the greatest men in our history, in religious circle, and as a leader. How I recommend kwamba tuweze kumsoma tukimpata sehemu. The second thing that I need of an excellent leader is a leader who inspires confidence in people. Inspires confidence in people. Hapa, I've seen my great brother inspiring confidence in you and in me. I've walked many lives. But even leo, tangia jana, somebody is inspiring confidence in me.
What do I say? Mungu asante kwa kuniteua kufika hapa ili nikayapokee haya makubwa matakatifu ya kupendeza Mwenyezi Mungu. The third thing that I want from you, sometimes we have to learn it. It's one art of communication. Be a good communicator. Be a good communicator. A good communicator. Mara nyingi saa zingine tunashambuliwa kwa hili. Good communication skills. Sometimes we learn them in schools, but sometimes they are naturally given to you. They are naturally given to you. You could be even better than a doctor who has gone to school for communication. You can be. Hiyo umepewa na Mungu. Ukipewa na Mungu, mshukuru Mungu. Rudi kwake umwambie asante Mungu. Wewe unaitwa kwenye hafla mbalimbali, kwenda kutoa hotuba mbalimbali, kwenda kutoa semina mbalimbali. Haujasomea communication, but God has given it to you free of charge. Lakini anasema nilipokupa bure, na wewe ufanye nini? Toa bure. Sio kwa maybe watu watakupa sadaka ya shukrani, lakini unatoa bure. Can we pay these people? Can we pay them? Mnaweza lipa watu? Hata mseme mnachanga ngapi? Can you pay these ones? You cannot. Hiyo ndio kutoa bure, kama jinsi Mungu alivyowapa bure. Mkiwapa chochote itakuwa ni ili waondoke hapa point A na kwenda point B. Sio kwenda kununua nyumba, hapana. No. That's the gift God has given to us. Be a good communicator. I tell you, my brothers, ndio, I can also contrast this. Kwamba, okay, as a leader, sio lazima uwe sasa wewe ndio orator. Hapana. No. You might be the best leader, but you have no tongue. Kama jinsi ulivyotufundisha. Musa aliweza kulalamika kwamba bana, mimi kigugumizi, niende wapi? Nitaongea na nani? Who will listen to me? But God akasema, hey man, listen to me now. You are my servant. You go where I want you to go. Jonah akasema, mimi I'm half-baked. Akaanza kuenda sehemu nyingine. Mungu akasema kwamba hebu mfundisheni adabu kule kwenye meli. Hiyo boti anayotumia. Wakamtupa. Mbea rudi. Wewe ni nini kwenye boti? A bad omen hapa. Kumbe Mungu alitaka aende Ninawi. Kamchukua, kaingizwa ndani ya maji, samaki naye yupo hapo. Kama ni nyangumi ni nini, akamchukua, akampeleka Ninawi. These were not good communicators. My brothers and sisters, they were not. I may not be. They may not be. But Mungu akikujalia kuwa communicator mzuri, tumia communication zako katika kueneza injili ya Mwenyezi Mungu. Amina. Lakini pia naongea na corporate leaders, and you will be corporate leaders. You are going to be corporate leaders. One of the qualities that a corporate leader might really want to have is to be a good communicator. Like I learned from these guys. To be a good communicator. Na kama hawajapewa wote, hebu iombee, kwa sababu huwa tunaombea the talents. Huwa tunaombea. Iombee uwe moja kati ya wale good communicators ambao hawatapotosha watu. Usiwe communicator mbea. Rather a good communicator who gets the message of the company to the people, and the people will work on that message or that information to make the company greater. Ndugu zangu, kama mmechoka mniambie, kwa sababu najua kuna jua, lakini basi tunawiwiwa kutoa viongozi wema katika eneo hili ambalo mmelikanyaga.
Hili eneo limetakatifuzwa, limepewa upako, na nyinyi ndio wapokea upako. Lingine la ninyi kufanyia kazi. These are homeworks. Lazima tufanyie kazi. Homeworks. You must have a thorough knowledge of what you have to undertake. This one we must have. A thorough knowledge means that you must read white. You must see things white. You must have lenses ambazo zitakufanya uweze kuona vitu tofauti tofauti. That's having a thorough knowledge of something you have been entrusted with. Ili uwe a good leader, you must show us like the Magufuli kwamba hapa katika ni bwawa la hapa bwawani. Sijahesabu, lakini with the scientific tool I have, here we have 435 or 37, just give it a number, 437 fish in this bwawa. Hey, he has the knowledge and he has a thorough one. Barabara ya kutoka Mwanza kwenda Kigoma imepigwa lami kilomita 17. The rest are not yet. You have the knowledge of what you want to do. So you must study. My brothers and sisters, you must read. There is a culture that we must condemn in and amongst our African students, me included. Nilipomaliza theolojia, if I'm forced to read, then that is not reading. Inabidi nisome hata kabla ya kwenda kukutana na wale waumini ambao hawajaenda shule. Inabidi nisome so that I am thoroughly convinced of the faith that I am giving to them. St. Thomas of Aquinas was one example, a good one. He had a thorough knowledge, na pia ilimsumbua. Mweze kutambua kwamba Aquinas alikuwa karibu awe atheist because he had so much knowledge. Lakini akasema kwamba imani ndiyo inayoipa mwanga elimu nilionayo. He turned around. Instead, watu wengine wangesema kwamba elimu ndio inanipa nini? Mwanga kwa yale ya kuamini. That was not him. That giant man was msomi. Msomi. The church has had wasomi, and Thomas Aquinas was one of them. But he still believed. He still believed. So usije ukapata degree ya kwanza ukaanza kusema kwamba what do I do with faith? Hey baba, hey mwanangu, degree ya kwanza ukasema kwamba wewe sasa umefika mlimani. You have a long way to go. Soma na ma example kwetu. Propel yourself with the books. Wengine mnaacha vitabu shuleni baada ya kumaliza, kwamba hutaiona hicho kitabu tena. Go get those books, read, go to the bookshops and buy books that will bless you. Having a thorough knowledge of what you are undertaking, either in business kama hawa ndugu zetu, in political landscape, in the schooling system. Kama wewe ni mwalimu, umehitimu kama mwalimu, know the issues that are bedeviling the schools of this Tanzania. You should know them. Usiende pale ukawa complacent to the situation. Tumeambiwa hapa, can we change? Can we change the systems that we got to? Badilisha shule. Be the example of a teacher who came and transformed the minds of the people. And then they started getting some A's and B's. Wakati watu walikuwa wanapata ma D's.
somebody has come in, a transformer, a mind changer. Ametoboa. Ametoboa hajatoboa? Amechange ama hajachange? But you are a mere teacher. When I was in Canada, the then ambassador of Kenya to Canada, Mr. Nabukwesi, Ambassador Nabukwesi, alikuwa mwalimu wa chuo, alikuwa principal wa high school, a very famous high school in Kenya. Alikuwa anapitisha watu wengi. Walimu wake walikuwa wanapitisha watu wengi. Head ni kwamba you guide the system. Nabukwesi used to do, I went to his office one day, and Honorable Nabukwesi, the ambassador, told me, Father, as you come here, just know that I appreciate the times I was in class, the time I was leading a school than leading an embassy. Kwa sababu gani? Sisi tunafikiria kwamba kashafika. Baba amenikumbusha kwamba it's not the place where you are. It's not that position. No, it is the fulfillment you have in the position you are. Nabukwesi was fulfilled as a principal of a secondary school than an ambassador of a country to another country. I'm not saying this in bad taste. Ni kwamba you can be a teacher. You can be a teacher, a mere primary school teacher or a nursery school teacher, but you are fulfilled than a CEO of a company. Mimi nimejifunza pia kutoka kwake. Lakini hiyo naithamini kwa sababu naihubiri. Why do we get suicide in families that have everything? Wana kila kitu, lakini unasikia kwamba mtoto kapata kujiondoa maisha. That is a sad reality. But we need leaders who can get us out of that. We need them. Mwisho kwa hawa. Number 5 ni kwamba make others feel important at work. I think this is what must be, plus my other colleague. You must be doing that to make others feel better at work. Watu wanakuja na stress kazini. Watu wanakuja na stress za nyumbani kazini. So it is upon you, the leadership, to make them feel better so that they can give the output equal and measurable to what you expect of them. If not, then you have people who clock in saa 2 and they clock out saa 11. Nothing done. No progress. As a leader, you need to inspire them. You need to tell them that it is all good. It will be fine. It will be better. Leo, it's okay. You are in a bad shape. Tomorrow, you are better. You will be a better person. That's a leader. That's a leader. And that's what we even need in church. Kuna wakati we are crushed. Sisi, mapadri, we are crushed. Unafanya kitu, people don't see the importance of it. Unasikia kuna wale wenye wana courage wanakuja na kuambia, better those ones. Wenye wana courage wanakuja na kuambia, Father, tunasikia 1, 2, 3. Safi. Utaumia, but you'll appreciate that person. You'll appreciate him or her. Then wale wambea wa huko chini ambao kila wakikuona, muangalie. Ndio huyo. Hey! Alas to you. Lakini sisi pia tuwe watu wema. As leaders, we are prone to err. To error. We can't be perfect. We cannot be. Christ was the only perfect man. But still, watu walimcriticize. Kweli ama si kweli? Walimcriticize sana. But he focused kwamba his eyes were always unto Jerusalem. Ule mji ambao alisema kwamba pale naenda kubadilisha. I say, kuna jamaa alivyoingia hapa na akapanda mlima huu,
anabadilisha nyoyo zetu. Yani pale nasikia yani I'm just heading to Jerusalem. Huko ndiko niko tamani kwenda. Asante sana. Asanteni sana. Mungu awabariki sana. Yes. You must be a teacher who allows constructive criticism. Kama nilivyosema, critique is part of life. Ukikataa critique, basi wewe umeisha. Hata kama wewe ni CEO, ukakataa critique umeisha. Somebody entrusting freedom that can be handled. You, my guys, I tell you this with an open eye to you. Freedom iliyopo campus, if it is not bridled, kama iwezi ikaendeshwa ikaenda kwenye mipango yake, it is the most dangerous freedom. The campus freedom. Yani umetoka high school, unachungwa kila dakika. Alafu unaingia kwenye, hey, that's campus now. I can take any woman I want. I can go with any man I want. Freedom. Freedom is coming tomorrow. Yeah? Hiyo freedom ya kesho hiyo. You must make it today. Stand for it. That freedom is challenging. That is one area that you must be. Wewe mkarismatiki, sio mkarismatiki. That freedom is a good freedom, but it's a dangerous freedom, but you need it. You need that freedom. Ili uweze kukua. Nani ameondoka leo? Ama sijui kama ashaondoka. Yule mwenye anaenda China. Shaondoka. If she did not learn freedom here, kwamba anaweza kakaa kati ya watu, lakini akawa ni mtu mwenye ameshikilia fimbo yake. Going to China can be challenging. Going to the foreign land is not elela mama. Unaweza ukasumbuka mpaka ukabeba mzigo ukarudi Tanzania. Because you have not handled well the freedom you have. That freedom, you need it. But be careful with it. And therefore, the last one is that a good leader must insist on high standards. That's my climax. I'll not talk about the bad leaders. I'll only talk of those qualities of the good leader. You must insist. Hiyo lazima. Anajua hawa ndugu zangu, for them to remain at the apex of the company, that must be the discipline. Insisting on standards, performance, that must be. Hata na wewe kwenye biashara yako, insist on that discipline. The standards must be raised. The discipline should be there. And the performance, whether you are the MD or you are managing for somebody, that performance index must be there. Let's forget about it. You can't make it. But hapa tumeambiwa kwamba tuseme kwamba you can't make it. I'm only saying, just like we discussed with Epimac, kwamba when a company realizes that you are not delivering, whether you are the son of who, they can only keep you there if they know kwamba wewe ndio unawapatia tenda za serikali. Lakini utapewa some periphery job. But a performing position, we must always be vigilant. Set the standards high. Compete at the international level. And that is why I challenge you. Do not be complacent to what the teacher is giving you. Go wider, go forth, go wapi, soma. Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe kama jinsi amekuinua mpaka hapa, atakuja kuinua kama ndugu zetu wengine. Na wacha na hayo, lakini na cite examples mbili. The people, I would have said people around here, but let me take the general outlook. Mandela would have carried those 27 years of pain
He would have carried those 27 years of pain with him. Angekuja kwa the Oval Office, that office iliyoko ni kwao. Na angeanza kudeal na wale wote ambao walimuonyesha kwamba he was nobody. But he decided not, because he was a leader who believed that through my encouraging the others, we will change this society. Waafrika leo wanatukimbiza huko kwao, kwamba mmesikia kwamba hatuhitajiki kwenda hata kwenye hospitali ya Afrika Kusini. That should have not happened before the eyes of Mandela, because he knew that hata wale waliomsaidia walikuwa wa Tanzania, waliomsaidia walikuwa watu wa nje. So that's the kind of leader. And I want to put it to your desk. Baadhi yenu mumevunjika mioyo. You are broken. You're truly broken. Just like myself. Kwa sababu ya environment unayotoka, kwa sababu ya changamoto, pengine umefaili kwenye nini moja, unit moja, and that was the most important unit that you wanted really to perform. But don't give up. Don't give up. Don't give up. Don't give up. Amen. That can be a tool for you. Kuna watu walifaili, wakaturn that round, wakawa sasa ndio wasaidizi wa wale failures wengine. Kwa sababu anajua the pain of failing, then he can touch the others who fail. Be that person. Ulivunjika sehemu, na nyinyi, baba niseme hili, mandugu zangu niseme hili, katika mafundisho yetu yote, I don't expect kwamba kwa mafundisho haya mazuri na kutana na, yani awe tu shetani mkubwa, kwamba mkarismatiki amefundishwa haya yote, and then ndoa inakuja inaleta kasoro kidogo, alafu you run out of it. Wewe mkarismatiki, what will you tell God? Utamwambia Mungu nini? What will you tell the society? The society is expecting much from you as examples of resilience. Basi hapo ndipo tuweze kuna mtu amesema jambo nzuri hapo. Nini hiyo? That's my parting shot to you. I don't expect you to be angels. Najua mtaingia kwenye ndoa, itakuwa na changamoto, itakuwa na nini. Hata mimi sikujua kwamba kuna changamoto kwenye upadri. Sikujua. Lakini kuna shemeji yangu aliyenitoa pale nyumbani wakinipeleka kanisani. Aliniambia hivi, Father, wewe ni shemeji yangu. Allow me to call you shemeji for now. You are a priest. Lakini unaingia katika uchumba na kanisa. Do not be petty. Kwamba ukiwa na vurugu kule, unarudi hapa nyumbani. Unarudi kwa nani? Unarudi kwa nani? Umepewa kwa kanisa, baki kanisani, tumikia kanisa. Mungu aliyekuita anajua jinsi ya kutenda. Yeye atakupa nguvu. Hiyo ndio nguvu unahitaji. Huyo ndiye Mungu wetu. Mungu awabariki sana. Mungu awajalie neema.